Kuna kitabu ambacho Mwafrika kinaitwa Ujinga wa Mwafrika. Babangu alikuwa anapenda sana kusoma. Kimeandikwa mwaka 1971 cha 5. Kitu cha kwanza ambacho Mwafrika ambacho hatupendi kufanyiwa ni kusikiliza. Hatupendi kusikilizwa wala kuambiwa. Especially ukimkuta Mwafrika ambaye amefanikiwa, hapendi kuambiwa. Na kitu kingine, sisi tukishajua, tulichokijua tumejua na ndio imefika mwisho. Hatujui kwamba hata unachokijua pia unatakiwa ujue zaidi. We don't do that. We think kwamba unachokijua unajua na umejua ni tayari. Na wanachotupika wenzetu wazungu ni kwamba they learn every day. Hakuna anayejua. Nataka niwaambie hata mtu mkubwa kiasi gani tunajifunza kila siku. Lengo langu walikuwa hilo leo kuambia. Lengo langu ni kwamba kwa nini mtu akipungua mnadhani anaumwa? Huu puzi mmeutoa wapi kichwani? Nani alikuambia kuwa na hela ni kunenepa? Do you know kuna watu wakipata depression wanakula? Mlishaangalia ile documentary inaandikwa CBLCL 200 BLSS 200 BBLS BBL? Mlishaangalia? Do you know all those people wamenenepa ni kwa sababu ya depression? Do you know depression can make you eat a lot of food? Mnakumbuka miili ya kina Mangwea wakiwa video vixing wanawake zao? Miili ya kina Jeffrey kipindi hicho wana rap wanawake zao, the video vixing. Ama alipokuja Baraka the Prince akamweka Mungu amlaze dada yetu Masogange peponi, basi mkono wanawake wote wembamba ni walemavu. Ama kuwa mwembamba ni ugonjwa. Aliyewaambia ni nani? Jamani, nataka tuwekene sawa ili tuelewane vizuri. Ukifika miaka 30 na kuendelea, unene is not for you anymore. Ukiweka unene kuanzia miaka 30, chochea magonjwa kama vile kisukari, magonjwa nyemelezi ya pressure. Utashinda kupumua kwa sababu kuna magonjwa mengine yakikuattack, pumu unatakiwa uwe nayo. Kabisa cha kwanza ugonjwa ukija mwili unashambulia pumzi yako. Na tukiangalia corona waliokufa wengi walikuwa na miili mikubwa, sisemi kwa ubaya. Mimi nilikuwa niko pale Oysterbay nafanya kazi pale Oysterbay. Nilikuwa naona. Kwa hiyo tujifunze kwamba jamani tusidanganyane na hii miili ya kunenepa, sio miili mizuri. Tukimwona mtu amenenepa kaa naye muulize, atakwambia matatizo anayopitia. Sawa, anakuwa anapendeza, shape nzuri, lakini miili minene ukifika tena wasichana wenye matako makubwa wengi, wamama wenye matako makubwa nataka muwakae nao. Kwa nini wako kwenye wheelchair wengi? Kwa nini wamama wenye matako makubwa wengi wakifika miaka 60, 70 wanaingia kwenye wheelchair? Tusiishi kama tunakufa kesho. Tuangalie kwamba kuna kesho. Unene is not a good thing to have in your body. Sasa nataka niwaambie, kama unataka jioni ya kupungua sio jioni ya kukaa njaa. Kuna diet muhimu, kuna mpangilio sahihi. Na ndio maana naambiaga watu wengi na waonaga gym na waachiaga hapo kwa sababu hata nyinyi wenyewe mnanidhaologi. Na acha mteseke. Hii miili mtabaki kutuiangaliaga tu hivi. Uzuri ni kwamba nyinyi mmeangalia miili yangu miili. Mimi nina mwili mnene. Nikionyesha dada yangu hapo unaweza mkaelewa. Sisi kwetu ni matuku nyema. Na tunenepagi vizuri. Sasa unapoona mwenzako anaamua kupungua, haimaanishi ananenepa kama poshkuni. Sisi wengine tukinenepa, tunanenepa migongo, kama tunanyanyua vitu migongoni. Kweli kazi zetu wengine za migongo. Kwa hiyo sikatai mtu anenepe, vidonge vya Sparkle vipo, tena ukivinywa dakika 0. Tena Sparkle niwaambie sio ukweli. Wiki moja tu unatungua. Usinenepe kwa kukaa njaa. Waambie. Waambie. Wasinenepe kwa sema.